Sasa kama tulivyosemeshwa na Roho Mtakatifu na tulivyokubaliana, leo tutakuwa na tukio hapa la kimwili la imani lenye matokeo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo natamani sana ujiandae, andaa moyo wako, andaa nafsi yako. Kumbuka, ishu sio Mungu ana nguvu kiasi gani, wala ishu sio mtumishi ana upako kiasi gani, lakini ishu ni wewe uko tayari kiasi gani. Haleluya. Kabla hatujaenda kwenye maombi, nikumbushe haya mambo machache. Lengo langu ni kwamba tupate watu ambao wako tayari kiroho, wako tayari kihisia, wako tayari kiakili pia. Natamani tupate hao watu. Lengo ni kwamba hili tendo tunapokwenda kulifanya liwe tendo lenye matokeo. Kumbuka, tangu tumeanza siku ya Jumapili hatujafanya maombi ya kuomba kuhusiana na hiki kitu tunachokisema, zaidi ya jana tulichofanya hapa. Sasa tunapopewa na Roho Mtakatifu fursa ya kufanya kitu kama hiki, naomba mtu wa Mungu tukifanye. Mimi ninakuombea kwa Mungu, andaa moyo wako. Nimeona hiki kitu toka tumefika, kuna kitu hakiko sawa sana kwenye hii madhabahu. Narudia tena, kuna kitu nakiona hakiko sawa sana kwenye hii madhabahu. Lakini tuna uwezo wa kukirekebisha na tuna uwezo wa kutengeneza pia. Haleluya. Nilichoona, nimeona hivi kwamba watu wana kiu sana na hiki kitu tunachokisema, lakini utayari ni mdogo. Hiki ndicho nilichokiona, na ndio maana nimeendelea na maombi tu ya toba, kumuomba Mungu toba kwa ajili yetu na kwa ajili yenu. Lakini nikasema sio vizuri tu niendelee na toba nacho mimi, lakini ni vizuri pia niseme na wewe pia, kwa sababu tuna uwezo wa kuitengeneza hii siku ikawa ya kihistoria. Haleluya. Ikawa ni siku ya kihistoria. Mimi ninajua wewe ni mhudhuriaji wa masemina, umefanya maombi mbalimbali. Lakini siku ya leo inaweza ikawa ya kihistoria, sio kwa sababu mtumishi gani amesimama, lakini kwa sababu ndani ya moyo wako uko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeona watu wana hasira na umaskini, lakini sio kiwango cha kutosha. Nimeona kuna watu wako tayari kuendelea na hivyo, kuishi hivyo mpaka Mungu atakapoona vyema mwenyewe. Sasa mimi ninakuombea kwa Bwana. Hawa wanafahamu sijawahi kusema kitu cha namna hiyo mahali popote. Tawahamasisha tu, nitawaeleza kitu Mungu anafanya, na tumekuwa na matokeo tofauti. Kuna mazingira tunaenda tunakuwa na matokeo ya ajabu mno, mpaka tunashangaa, Mungu, kwa nini haikuwa hivyo na sehemu fulani? Jibu la Mungu ni very simple. Walikuwa tayari. Kimetokea hicho kwa sababu hawa watu walikuwa tayari. Takwambia ule ukweli. Moja kati ya kitu ambacho mtumishi yoyote kinampa shida ni anaposimama madhabahuni na kuamuru kitu au kusema kitu ambacho Mungu anamwagiza, alafu kisiwe na matokeo kama anavyoambiwa. Kuna kitu kinampa shida mtumishi kama hicho. Na hapa ndipo shetani huwa anatupigaga sana watumishi mno,
kuliko kawaida. Kwa sababu huku ndani unaanza kujiuliza maswali, hivi nilikuwa sawa na Mungu? Hivi nilimsikia sawa sawa Mungu? Kwa nini haikuwa hivyo? Kwa nini hakukuwa na matokeo kama vile ambavyo Mungu alikusudiwa hivyo? Kwa nini? Labda sikukaa sawa sawa. Kwa hiyo mtumishi unaanza kupata shida huku ndani. Lakini baadaye mimi nilijifunza kitu, kuanza kumuuliza Mungu maswali. Kwa nini jana haikuwa kama leo? Kwa nini tulipokuwa kule haikuwa hivyo? Kwa nini leo haijawa hivi? Ndipo Mungu alipoanza kunifundisha, tatizo lilikuwa sio kwako. Umesema ulichotakiwa kusema, umefanya ulichotakiwa kufanya, lakini hawakuwa tayari. Unaelewa, Yesu alienda mahali alitaka kufanya miujiza lakini hakuweza. Kuna eneo Yesu alienda kwenye nchi aliyozaliwa, Biblia inasema alitaka kufanya miujiza lakini hakuweza. Kwa nini hakuweza? Anasema kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo mimi nakuombea sana, mtu wa Mungu, hizi siku zetu tulizozikaa hapa mimi na wewe zisiwe za hasara. Tumruhusu Roho Mtakatifu atuhudumie. Kuna wakati tunakuaga kwenye huduma kama hivi, mnafanya kitu, unaona kabisa Mungu amefungua mbingu kwa namna ya ajabu, lakini matokeo unaona ni kidogo. Alafu unaondoka, Roho Mtakatifu anaugua huku ndani, anaugua isivyo kawaida. Alafu anakuambia ni kwa sababu nilikuja lakini hawakuwa tayari. Nilikuja hawakuwa tayari. Mimi nakuomba uwe tayari. Kila kitu, kimawazo, kiakili, kihisia, kiroho, kiupako, kila kitu. Uwe tayari kwa ajili ya tukio hili tunalokwenda kulifanya. Ni halisi. Ni tukio halisi sana, sio kwamba ndo tunalifanya hapa ili tuone itakuwaje. Mungu anapotuagiza kufanya kitu cha namna hii, sisi kwenye akili zetu tunajua kile ambacho Mungu anaenda kufanya. Ingawa kuna mazingira Mungu huwa anatushangaza, anafanya zaidi ya vile tunavyojua au vile tulivyowahi kumuona. Kwa hiyo ninakuombea sana kwa Mungu, andaa moyo wako na Roho Mtakatifu akusaidie. Haleluya. Nilikupa hapa mfano, narudia tena, tulipokuja mara ya mwisho hapa. Ule mfano mimi haunitoki na ni kitu ambacho kinaniumiza mpaka leo, kwamba hivi ndivyo tunavyomfanyiaga Mungu. Tulikuwa mahali fulani, ile tunaomba, tukawaambia watu omba, na wahamasisha omba. Alafu nikaona kuna malaika ameshuka. Yule malaika alikuwa wa ajabu sana. Sijawahi kumuona malaika kama huyo. Naonaga malaika, lakini sijawahi kuona malaika kama huyo. Aliposhuka yule malaika, akawa hafanyi chochote, ametulia tu, ameshuka kama nyuma pale. Kwa hiyo ndani yangu nikawa najaribu kuangalia kwa umakini, anataka kufanya nini? Huyu malaika anataka kufanya nini? Sasa nikawa nawaambia watu omba. Jamani omba, kila mtu aombe. Kwa sababu mimi nimejifunza kwenye utumishi kuna kumuombea mtu, tunaenda sawa, na kuna mtu kuomba. Ili huyu mtu apate anachotaka kukipata kiukamilifu, lazima ajifunze kuomba. Na kuomba sio swala la kupangilia maneno vizuri. Neno lako moja tu kwamba niko tayari, niko hapa, niko tayari. Hilo tu moja linatosha. Nahitaji msaada wako. Kwa hiyo huhitaji kupangilia maneno, huhitaji kuwa sijui na maombi ya namna gani, lakini tu kile kitendo cha kuwa tayari ni muhimu sana. Sasa tulipokuwa tunaendelea kuomba, yule malaika akashuka karibu kabisa na mtu mmoja. Karibu kabisa. Nikawa naendelea kuambia jamani omba. Sasa sikutaka kuleta hiyo attention, kuambia ninaona malaika yuko pale. Nikajua hawa watu wote hawa wataanza kugeuka, huyu malaika yuko wapi, na hawatamuona. Na naweza nikawaondoa kwenye maombi, at least kile huyu mtu anachokifanya kwa imani yake apokee. Haleluya. Sasa nikawa nasema omba, yule malaika akaenda kabisa karibu na mtu fulani. Hapo yule mtu akawa yupo tu, wala hashughuliki. Nasema omba, akisikia mtu anapiga kelele huko, anaduka kuangalia aone kuna kitu gani kinachoendelea hapo.
Alafu tulipomaliza yale maombi, yule malaika baadaye akaondoka, hakufanya chochote, alafu akaondoka. Nikamuuliza Mungu, kwa nini? Huyu ni nani? Roho Mtakatifu akaniambia huyo ni malaika wa Bwana. Alishuka maalum kabisa kwa ajili ya mtu, lakini yule mtu hakuwa tayari. Yule malaika alirudi na huo msaada aliokuwa ameubeba. Alileta majibu, lakini huyo mtu hakuwa tayari. Akarudi nayo. Alafu tunatoka nje, yule mtu anakuja, akaniambia akasema, mtumishi, hiyo tuliokuwa unayasema ni ya kwangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba mtumishi sasa uombe kwa ajili yangu. Nikamwambia si ndio tulichokuwa tunafanya ndani. Akaniambia unajua mimi ni kiongozi hapa kanisani. Sasa niliona sisi viongozi kuombewa mbele ya watu sio vizuri. Niliona kwamba tunahitaji private. Sasa mimi nikashangaa, ni kiongozi gani wa kiroho ambaye hajui Mungu anavyofanya? Haleluya. Kiongozi gani wa kiroho ambaye hajui kwamba kuna wakati Mungu huwa anashuka na achilia neema juu ya mtu, anafanya hiyo neema inaondoka. Sisi tunaenda sawa sawa, haikai milele. Leo tunaweza tukafanya hapo kitu, hicho kitu kinawezekana kimeshuka kwa muda huu tu, tukafanya kwa sababu Mungu kuna watu amewakusudia, kikiisha akimaliza tumemaliza. Usifikiri kesho tena utarudi utakutana tena na mtumishi utamwambia hivyo. By the way, hata sikujisikia sikumwombea. Mpaka leo anatupigiaga simu, analalamika matatizo aliyo nayo mengi sana, makubwa sana. Sasa unamwombeaje wakati aliyekuja kumsaidia hakuona nafasi? Wewe unamsaidiaje? Kwa hiyo mimi niombe, tutafanya tukio leo hapa. Ni tukio la kijinga sana, lakini ni tukio la imani. Haleluya. Ni tukio la imani lenye matokeo makubwa katika ulimwengu wa roho. Leo tunakwenda kuponyoka na kutoroka kutoka kwenye kongwa la umaskini. Lakini tutakapofanya hilo tukio, kesho tunaendelea. Haleluya. Baada ya kutoka, kwa sababu unatoka kweli. Baada ya kutoka, kuna kitu kingine utatakiwa ukisikie. Kwa sababu shetani hatafurahi kutoka kwako. Na hata ruhusu uende tu kirahisi. Atajaribu kukurudisha. Sasa lazima kuna kitu unatakiwa ukijue. Kwa hiyo usiishie tu kwenye maombi tutakayoomba leo na kuombea kwa Mungu urudi tena kesho. Haleluya. Na semina hii tutamaliza mpaka Jumapili tarehe 30, sawa? Kwa hiyo Mungu akupe neema ya kuendelea kuwepo ili usikie, tufanye hayo ambayo Mungu anataka kuyafanya ili tukamilishe kile kitu ambacho Mungu anatutaka. Uko tayari? Somo letu ni namna ya kuponyoka au kutoka katika kongwa la umaskini. Namna ya kutoka au kuponyoka kutoka katika kongwa la umaskini. Kwa hiyo nilianza kukueleza umaskini ni kitu kibaya kiasi gani. Umaskini ni kitu kibaya kiasi gani. Fungua na mimi kile kitabu cha Zaburi. Zaburi 35. Zaburi 35. Zaburi 35. Zaburi 35 ule mstari wa 10. Zaburi 35 ule mstari wa 10. Maneno ya Mungu yanasomeka kama ifuatavyo, lakini kwa wanaoandika andika pia Zaburi 37 ule mstari wa 14. Zaburi 37 mstari wa 14. Zaburi 35 mstari wa 10 anasema, mifupa yangu yote itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe, umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye. Umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye. Naam, maskini na mhitaji na mtu amtekaye.
na mtu amtekae au anayemteka. Sasa kwa wale wanaosoma Kiswahili wanajua kwamba hii ni lugha endelevu. Wanajua kwamba hii ni kauli, ni lugha endelevu. Ni lugha endelevu kwamba ukiwa unaendeshwa na hili dude linaitwa liumaskini, humu ndani kuna spirits, kuna aina ya maroho ambayo yana tabia za unyang'anyi. Yana tabia za unyang'anyi au uporaji. Kwa hiyo kwa kadri, kwa wale waliokuwepo jana wanajua, kwa kadri unavyozidi kuishi na kuzunguka, hili dude litahakikisha kwamba linapora kila kitu chako kizuri. Kwa hiyo vita zako zitakuwa kutoka vita moja kwenda nyingine. Na kwa sababu kwa wale wanaosoma maandiko wanajua vita sio kitu kizuri, hasa zile vita ambazo zinakuja kukukwamisha. Unapokuwa vitani muda wote, unapokuwa vitani muda mwingi, unaacha kuproduce, kuzalisha. Unapoteza ule uwezo wako wa kufocus. Unashindwa kumsikia Mungu na unashindwa kupokea maelekezo ambayo Mungu anaanza kukupa. Kwa hiyo hili dudu, huku ndani kuna spirit zinazoitwa wanyang'anyi. Hawa ni wale ambao wanahakikisha kwamba wanakupora kila kitu kizuri ulicho nacho. Ndio maana nilisema shetani anahakikisha anakuweka kwenye hili dude kwa sababu hii ndio njia rahisi ya kukudhibiti. Anakuachia wokovu wako, anakuachia kunena kwako kwa lugha, lakini anahakikisha kila kitu kizuri unachokipokea hakileti matokeo. Hakiwezi kuzaa, hakiwezi kufika mahali ambapo unataka kifike. Ndio unakutana na ile, unaanza vitu lakini huwezi kumaliza. Utakutana tu na matatizo ambayo yatasababisha ukwame. Yaani automatically utakwama. Sasa sisi wengi huwa tunaamini kama ni vita tu za kawaida, kwamba tunapigana na vitu vingine. Lakini wanaosoma Biblia wanajua shetani alipomwendea Yesu, Yesu alimshinda shetani kwa kumjibu. Alipomshinda shetani, alimwacha Yesu kwa muda. Biblia inasema mpingeni shetani naye kwa neno la Kiingereza anasema he will flee. Yaani kwamba atakimbia kwa hofu, si ndio Kwa hofu na kwa kuruka kwenda mbali. Atakuwa na hofu na wewe. Anapotaka kuleta jambo la hatari kwako au kukupora chochote, lazima ajiulize mara mbili, hivi huo mlango naupata wapi? Hivi ninaweza kweli nikapata hii nafasi? Hivi ninaweza? Anajiuliza maswali mengi kuliko kawaida mpaka afanye hicho kitu anachotaka kukifanya. Lakini ukiwa ndani ya hili dude, manake uko kwenye nyumba ya wanyang'anyi. Sisi tunaenda sawa? Ndio maana ukisoma ni lugha endelevu, yani ni kitu ambacho kinaendelea. Unaporwa sasa, unanyang'anywa sasa. Ni kitu ambacho kinaendelea, unanyang'anywa, unaendelea kunyang'anywa, unaendelea kunyang'anywa, unaendelea kunyang'anywa. Ndio ile sasa unaota mandoto kawaida kila siku, unaota kuna majambazi wameingia nyumbani. Sasa hizi takuonyesha vizuri huko mbele kadri tunavyozidi kwenda. Takuonyesha namna wanavyofanya. Ndio maana nimekueleza, nimesema baada ya kutoka hapa hiki kipengele cha leo muhimu kabisa, turudi tena kwenye kipengele kingine kijacho. Sasa hii mistari ukisoma kwenye Biblia nyingine, Biblia Habari Njema, hiyo 35 mstari wa 10, 35 mstari wa 10 anasema, nitamwambia Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, wewe Mwenyezi Mungu, hakuna aliye kama wewe, wewe wawaokoa wanyonge makuchani mwa mwenye nguvu, maskini na fukara mikononi mwa wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mikononi mwa wanyang'anyi, mikononi mwao. Chochote kilicho mikononi mwako una uwezo wa kukimanage. Narudia tena, yaani unakiweza kile kilichoko mkononi mwako. Kilichoko mkononi mwako unakimanage. Kwa hiyo ukiwa mkononi mwa adui, mnyang'anyi, maana yake huyu anakuweza. Sisi maisha yetu ndani ya Kristo hayatakiwi kuwa ni watu ambao kila tunachofanya tunapigwaga tu kama vile Mungu hayupo. Hayo sio maisha yetu.
Mungu anatupenda na Mungu anatuhurumia na Mungu anataka kufanya